Kunywa hii utaweza kuongea. Mama bilionea alitumia miaka mingi na mamilioni ya pesa akijaribu kumtibu mwanawe ambaye hakuwahi kuzungumza hata neno moja. Madaktari bingwa bora kutoka mabara matatu walishindwa kabisa. Lakini siku moja alasiri shuleni kwake, msichana asiye na makazi aliyekuwa anakusanya taka alimkaribia na kwa sauti ya chini akampa kinywaji cha ajabu chenye rangi ya giza. Wazazi walipiga kelele, walimu wakapaniki, na mama yake karibu amshambulie msichana huyo akiamini ni sumu. Lakini mara tu mvulana alipokinywa, jambo lisilowezekana likatokea. Kaa, chukua popcorn yako na tuanze kusoma hadithi hii ya kusisimua. Usisahau kupenda video hii na utueleze unatazama kutoka wapi. Sasa tuanze. Kunywa hii utaweza kuongea. Joto la alasiri hiyo huko Miami lilikuwa kali sana. Lilihisi kama blanketi nzito juu ya ngozi na hewa ilionekana ikitikisika juu ya barabara. Katikati ya Victoria Island, ikiwa imezungukwa na majengo marefu ya vioo na kelele za jenereta, kulikuwa na ofisi kuu ya kampuni ya mafuta na gesi ya Billy. Ndani ya ofisi ya ghorofa ya juu, kiyoyozi kilifanya chumba kuwa baridi sana, lakini Madam Sandra Martins alihisi kama anawaka moto ndani. Sandra alikuwa mwanamke mwenye nguvu. Alipoingia chumbani, kila mtu alimsikiliza. Suti zake zilikuwa nzuri, mapambo yake ya gharama kubwa, na angeweza kuharibu mpinzani wa biashara kwa neno moja tu. Alikuwa bilionea. Lakini alipokuwa amesimama karibu na dirisha kubwa akiangalia magari madogo yaliyokwama kwenye foleni, alihisi kama ameshindwa. Simu yake ilitetemeka juu ya meza. Ilikuwa Daktari Sammy, daktari bingwa wa ubongo kutoka hospitalini. Alikuwa daktari wa 5 kuzungumza naye mwezi huo. Hakuhitaji kujibu simu kujua atasema nini. Alisikia maneno hayo hayo London, kliniki ya Uswisi, na kutoka kwa kiongozi wa kiroho India. Madam, kimwili hakuna tatizo. Koo lake liko sawa. Vipimo vya ubongo ni safi. Labda ni mawazoni. Au labda ni hatima. Hatima. Sandra alichukia neno hilo. Hatima ilikuwa kwa watu maskini wasio na uwezo wa kubadilisha maisha yao. Sandra alinunua hatima yake. Alidhibiti makampuni na kubadilisha sheria za serikali. Lakini hakuweza kununua sauti ya mwanawe wa miaka 7, Nathan. Nathan alikuwa furaha yake. Mtoto mzuri mwenye ngozi nyeusi na macho yenye akili. Lakini ukimya ulimzunguka kama ukuta aliokuwa hawezi kuvunja. Hakuwahi kulia alipokuwa akizaliwa. Hakuwahi kutoa sauti za mtoto. Hakuwahi kumuita mama. Alizungumza kupitia intercom huku akichukua mkoba wake wa gharama kubwa. Nipeleke shuleni kwake. Leo nitamchukua mwenyewe. Shule ya kimataifa ya Tawala huko Miami ilikuwa ya watu matajiri. Walinzi wenye silaha walisimama mlangoni na barabara ya kuingia ilikuwa imejaa magari ya kifahari. Nani na madereva walikuwa wakisimama kwa makundi wakizungumza huku watoto wa matajiri wa Miami wakitoka wakiwa wamevaa sare zao safi za bluu. Nathan alisimama peke yake karibu na chemchemi kubwa ya maji. Sare yake ilikuwa nadhifu, soksi zimepandishwa juu na viatu vinang'aa, lakini uso wake ulikuwa wa huzuni. Mabega yake yalikuwa yameshuka, mikono mifukoni, akiangalia wavulana wengine wakicheza kwa kelele karibu naye. Hawakumwalika. Hawakuwahi kumwalika. Kwao, mvulana asiyezungumza hakuwa anaonekana. Jua lilikuwa kali sana siku hiyo. Ardhi ilikuwa inaungua. Nathan alihisi koo lake likikauka na kukaza. Alisahau chupa yake ya maji darasani, lakini aliogopa kurudi ndani na kukutana na macho ya huruma ya mwalimu. Alimeza mate kwa nguvu, lakini mdomo wake ulikuwa mkavu. Akimwangalia kutoka kwenye kivuli cha mti mkubwa wa mlozi nje ya uzio wa shule alikuwa Agatha.
Agatha alikuwa na miaka 12, lakini macho yake yalionekana kuchoka kama ya mwanamke mzee. Alivaa gauni la kijivu lililochakaa na chafu. Miguu yake ilikuwa wazi, imekomaa kwa kutembea kwenye mitaa yenye joto ya Miami. Alibeba gunia chafu lililojaa makopo ya alumini na chupa za plastiki. Hakuwa anaonekana. Walinzi hawakumwona na wazazi matajiri ndani ya magari yao baridi hawakumjali. Alikuwa tu mtoto wa mtaani anayekusanya taka ili aishi. Lakini Agatha aliona kila kitu. Alikuwa akimwangalia yule mvulana mwenye huzuni kwa wiki kadhaa. Akilini mwake alimuita mvulana asiyezungumza.